The 10th Devolution Conference is set to be held in Uasin Gishu County, officially being opened by President William Ruto today at the Eldoret Sports Club in Uasin Gishu County. The theme of the conference revolves around 10 years of devolution, the present and the future, which will begin with tree planting exercises in keeping with Kenya's goal of planting 15 billion trees by 2023. Now, our reporter Elvis Kosgei has been following up on the preparations and finally on the D-Day of the 10th Devolution Conference. Kosgei, a very good morning to you. What's the latest, and perhaps has the president arrived for the official opening? Kongamano la ugatuzi katika kaunti ya Uasin Gishu limeng'oa nanga rasmi, huku tukimtaraji Rais William Ruto muda wote kufikia sasa aweze kukifungua, ambayo inaashiria kwamba miaka 10 ya ugatuzi. Wakazi wa mbali na karibu kutoka kaunti 47 wamefika hapa. Nia na madhumuni ni kubaini hasa matunda ya ugatuzi ni yapi. Tutakuwa nazungumza na wananchi pamoja na viongozi tujue, je, miaka 10 ya ugatuzi imekuwa na manufaa gani? Sana kwa kujiunga nasi. Tumeona kwamba Ngisho binafsi yako ugatuzi ili asante sana. Majina yangu ni John Medhu, senator wa kaunti ya Nyandarua. Tumekongamana hapa viongozi wengi, especially ambao wanahusika na mambo ya shughuli hii ya devolution, kwa sababu mnajua serikali ile ya katiba ile ya 2010 ili tuletea manufaa kubwa sana hii ya devolution, na ni sawa sawa kufanya stock taking ndio tujue kisha wapi tumebakisha, wapi tunaelekea wapi. Ikizingatiwa kuwa mwaka huu ndio mwaka ama mwezi wa kwanza serikali ya national kupeana pesa kwa county in the shortest time, kulingana na katiba. Katiba imesema pesa county ni lazima iwe imewekwa kwa account za county every 15th that month. So tunafuatilia tujue masuala ya afya, kwa sababu ni devolved, tumefikia wapi. Masuala ya agriculture, kwa sababu ni devolved, tumefikia wapi. Masuala ya chekechea, kwa sababu ni devolved, tumefikia wapi. Sisi kama ku strengthen devolution, ni wapi kuna weaknesses ya sheria ambazo tunaweza kupitisha. Tulikuwa na mkutano na Naivasha na magovernors kama mwezi moja miwili, na tungependa kujua kwa yale mambo ambayo tulikubaliana tumefikia wapi. Kwa mwaka 12, mwaka 13 ya devolution tumefikia wapi. Wananchi wanapata ile tunafaa kurekebisha, ni wapi tunafaa kufanya sawa sawa, ni wapi governors wanasikia, kwa sababu hao ndio watu wako kupara kwa ground na MCAs wako hapa. Ni wapi wanaona wanafinjwa sana, kiatu ni wapi kinawafinya sana, ili tuweze kuwasaidia, ili tuweze kwenda mbele. Naam, kuna ili swala ambalo ni kiazi moto na wengi sana huwa hawalizungumzii. Wewe ukiwa seneta, kuna haya mambo siku hizi wanaita devolution. Je, kama seneta azita fujwa kiovyo? Kwanza kabisa, mimi zaidi ya kuwa seneta, mimi ninakaa kwa kamati inaitwa Public Accounts Committee. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanaangalia matumizi ya fedha za counties. Na to be fair, tumetoka mahali mbali sana. Kwa siku tukianzia devolution, pesa unajua ilikuwa inalipwa pesa taslimu. Contractor anakuja, anapatiwa pesa, anaambiwa enda kazi. Kwa sasa 90% inaelekea kwenda IFMIS. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana kufuatilia ambapo pesa inapotea. Pahali kidogo ambapo ili pia all the streams zinakuwa pesa inaingia kwa jagani. Okay. Asante. Hali kadhalika naona kuna kiongozi mwingine hapa. Wacha nikimbie. Asante kwa kunipatia fursa hii. Mimi naitwa Karungo Wadhangwa, the Miracle Senator of Kiambu. Na mimi naweza sema mimi ni mwanzilishi wa devolution hii ya ugatuzi. Hii ni kumaanisha nilikuweko wakati ilianza, sababu nilikuwa MCA 2013, nikaelekea nikakuwa waziri
wa michezo katika kaunti ya Kiambu, na sasa mimi ndio seneta sasa kuchunga yale mambo ambayo yanaendelea. Kwa hivyo nikitumia lugha ya Kimombo, hii feeling ni nostalgic, sababu kufika hapa ndio nimekuja kuona yale tulianzisha kama yanaendelea vizuri, na magavana wote wakikuja kuonyesha vile makaunti yamefanya kazi. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuona gatuzi zilikuja kusaidia Wakenya, sababu mali inateremuka kutoka kule juu inaenda kuwafikia wale magavana ndio wafanye kazi. Na ningetaka kusema jambo moja, haijawahi fanyika katika nchi hii tangu gatuzi ionekane magavana kupata pesa ya kufanya kazi timely ama kwa wakati unaofaa. Rais William Ruto ndiye amekuwa akipeleka pesa katika makaunti. Ikifika tarehe 15 kama mwezi uliopita, mwezi wa Julai, Kiambu County ilipata bilioni 1. Jana tunaongea na wewe hapa walipata 978 million. Hiyo ni kumaanisha pesa inafika ndio county zifanye kazi na ndio magavana sasa waulizwe maswali vilivyo. Kitambo hawakupata pesa vile inatakikana. Siasa zao, kulikuwa na siasa kwenye county. Watu walikuwa wanafanya siasa mingi na ugatuzi na hujumu ugatuzi. Lakini kwa sasa nafurahi kufika hapa, nione vile magavana wamefanya kazi, nione zile pesa tumeanza kutuma venye zinatumika, ndio sisi kama maseneta ambao sisi ni watchmen wa kuangalia pesa ambayo inafika kule kwa county, tuangalie vile magavana wanafanya kazi. Binafsi yako, hata tukifurahia matunda ya ugatuzi, kuna mambo ambayo unahisi kwamba endapo yatarekebishwa tutaweza kupiga hatua kwa kiasi kikubwa? Manake tuna miaka 10 ya ugatuzi kwa kufikia sasa. Kwanza siasa mbaya. Kama kutakuwa na siasa mbaya kati ya magavana na MCA, kazi haitafanyika. Mfano ni Kiambu, tumekuwa na magavana zaidi ya 3 kwa muda wa hiyo miaka 10. Hiyo ni kumaanisha kama kungekuwa na siasa mzuri, watu wanafanya kazi pamoja, watu wangekuwa wanafanywa kazi vizuri. Ya pili, kuna wale magavana ambao hawajui kazi waliochaguliwa. Gavana alipatiwa ile kazi, aende akafanyia wananchi kazi, lakini asiende kufanya siasa, asikule pesa ya raia. Sababu magavana wengi wanaenda kufanya kazi pale ndio wapate zile zinaitwa kickbacks. Na hiyo ndio inahujumu sana ufanyikazi katika gatuzi. Mimi ningetaka kuomba wale wote ambao tumepatiwa hii kazi, kwanza tuweke wananchi mbele. Tufuate sheria, tuweke pia pale. Na ukipatiwa ile kazi, ujue ni kazi lazima uifanye bila kujali wewe ulichaguliwa mrengo hii, wewe ulichagua mrengo hii. Ya tatu, umekuwa ukiona wale magavana wako katika Council of Governors, badala kufanya kazi na serikali karibu, wanaongea hii leo, kesho wanasema yale. Siwezi sema ati wanasema mabaya, lakini ni vizuri pia wao wenyewe wawe watu wa kusikiliza. Ukisikia governor analia, sasa county itafanya nini? Ukisikia governor anasema haijafanyika, sasa nani unangoja ufanye? Vizuri ni kuketi chini, watu wajadiliane, na sisi kama maseneta ambao kazi yetu ni kuleta pesa kule kwa magavana na kuziangalia vile anatumia. Mwisho, utakaporejea Kiambu, utawapa ujumbe gani wakazi wa Kiambu? Ni yapi manufaa ambayo utawaletea na kuhakikisha pia gavana wako anafanya kazi kisawasawa pasipo maingiliano ya kisiasa? Manake pamekuwa na idhana kwamba seneta anapotaka kuangalia utendakazi wa gavana basi huenda na kimezea kile kiti chake mate. Sijui kama hayo madai yanakuwa ni ya kweli. Kuna yale madai, lakini ukisikia mtu akisema huyu ananiuliza maswali sababu anataka kiti, kwani kiti ni ya mtu? Hakuna kiti ya mtu. Kiti yote itakuwa vacant on 2027, kila mtu atafute. Kwa hivyo ukisikia gavana mwenye anasema hivyo, ujue yeye hata hajiamini na pia yeye hajui ile kazi ambayo anafanya. Lakini seneta lazima akuwe anauliza maswali, sababu vile nimekuambia hapa, bilioni 1 imepelekwa 25 days ago. Kuna bilioni karibu ingine 1 ilipelekwa jana. Sasa tukiuliza hayo maswali, magavana sababu hataki kujibu, ndio wanasema huyu analeta siasa. Lakini sisi sio siasa tuko nayo, ni sababu tunajua ile pesa imepelekwa pale. Tunajua magavana wamekuwa kikandamiza MCA. Wanasema hatutatuma pesa kwenu kama hamtafanya 1 2 3. Kwa hivyo MCA wanakuwa na uoga kiasi. Sasa sisi ni wale MCA wakubwa, wale ambao sisi lazima tusaidiane na MCA ndio tuweke governor on check. Hiyo sio siasa, hiyo ni mambo na kuulizia. Na nahakikishia watu wa Kiambu County, mimi nimekuwa mstari wa mbele kuangalia vile pesa inatumika katika Kiambu County. Na mahali tutaona pesa inapotea, tutasema, tutatangaza na tutaleta governor. Kwa sasa governor wa Kiambu amekuwa summoned na Senate tarehe 21 mwezi huu. Lazima afike mbele ya kamati ya kuangalia fedha za county katika special funds.
tumemsummon, sio invitation, summon. Lazima afike, asipofika tunampiga fine ya 500,000 ama tunasema arrest that man and bring him here. Why? Sababu aliambiwa afike mbele ya kamati, aelezee vile ametumia pesa za maji, hakufika. Anasema sijui tuko wapi na rais, na mimi niko hapa na rais na yeye hayuko hapa. Hiyo ni kumaanisha ukiuliza gavana maswali sio kumaanisha ati unampiga kisiasa. Sababu hiyo ndio kazi yetu. Na yangu tu ni kusema na kuambia watu wa Kiambu, mimi naangalia pesa ya Kiambu, nitaleta pesa zaidi na hakuna pesa itatumika vibaya nikiwa. Asante sana. Thank you very much. You've heard from a senator in the county of Kiambu. Earlier on, we also spoke with a senator from Nyandarua County. And as I told you before, President William Samoei Ruto will be here any time from now, but currently you have several governors, senators, host of MPs, and of course, ward representatives drawn from the 47 counties. From the Eldoret Sports Club in the county of Uasin Gishu, it's back to in studio. Thanks a lot for that update, Elvis Kosgei, our man on the ground, following up on the 10th Devolution Conference being held in the county of Uasin Gishu, where we expect leaders from all the 47 counties in the country to attend, and they'll be focusing on recognizing the progress that has been made in the 10 years of devolution since it was introduced in the country. More details to follow, and we'll definitely air those proceedings live once President William Ruto is able to make his way to that particular area where the function is being held. That's it from us for now. My name is Jesse Rogers. To enjoy the rest of your viewing, good morning.